Biashara haina huruma kabisa, lakini biashara ina siri kubwa za mafanikio. Leo nataka nikwambie jambo la msingi. Leo nataka nikukumbushe kitu kimoja, kwamba kama unataka kuanzisha biashara au kama unataka kuendeleza biashara yako ili iweze kukua, haijalishi ni mtaji mkubwa kiasi gani umewekeza katika biashara yako, haijalishi ni nguvu kubwa kiasi gani umewekeza ili uweze kuikuza biashara yako, bali unatakiwa utambue kwamba biashara haina huruma. Biashara haitakupa faida kwa sababu tu umeianzisha, bali biashara inataka kujua, au biashara inataka kuona kama umelielewa soko la kile kitu unachotaka kwenda kukuuzia. Biashara inataka kuona unauelewa gani kuhusiana na wale watu unaotaka kwenda kuwauzia katika soko la biashara. Na hili ndilo limekuwa anguko la wafanyabiashara wengi katika soko la ushindani. Yaani unakuta mtu anaijua biashara yake au anakijua kile kitu anachokiuza, lakini hajui ni nani anatakiwa kumuuzia, na hapa ndipo wafanyabiashara wengi wamekuwa wakifeli sana. Sasa leo ninakwenda kukupa maswali matatu ya dhahabu ambayo kila mfanyabiashara makini na kila mfanyabiashara anayetaka mafanikio katika biashara yake anatakiwa ajiulize maswali haya kwa kina na kwa ufasaha. Na si maswali mengine, bali ni swali la kwanza unalotakiwa kujiuliza: ni nani atakuwa mteja wako, au wateja wangu ni wakina nani? Lazima ufahamu kwamba yes, ninataka kwenda kuuza kitu fulani, lakini je, wateja wangu watakuwa wakina nani? Wateja wangu watakuwa watoto, wateja wangu watakuwa watu wazima, wateja wangu watakuwa vijana, au wateja wangu watakuwa wazee, wateja wangu watakuwa wa kike au wa kiume, kulingana na kile kitu unachokiuza. Kwa hiyo ni muhimu ukafahamu unakwenda kumuuzia nani. Lakini swali la pili unalotakiwa kujiuliza: wateja wangu mimi wanapatikana wapi? Wateja wangu wanapatikana maofisini, wateja wangu wanapatikana majumbani, wateja wangu wanapatikana vyuoni, shuleni au misikitini au kanisani. Ni muhimu ukafahamu kwamba hawa wateja ninaotaka kuwauzia mimi wanapatikana wapi, ili uweze kuwafuata kule kule ambapo wanapatikana, uweze kuwauzia kile kitu unachotaka kuwauzia. Lakini swali la tatu na la mwisho unalotakiwa kujiuliza, lazima ujiulize: ni njia gani rahisi na sahihi itakayoweza kunisaidia kuwafikia hawa wateja ninaotaka kuwauzia hiki kitu ninachotaka kukiuza. Ukiweza kujiuliza maswali haya kwa umakini na kwa ufasaha mkubwa, itakusaidia kuweza kuuza biashara yako bila kutegemea huruma za wateja. Itakusaidia kuweza kuuza biashara yako bila kutegemea zile, jamani please naomba mnunue, please naomba mniungishe. Ukifahamu ni nani unatakiwa kumuuzia, anapatikana wapi, ni njia gani unatakiwa kuitumia, itakusaidia pia hata kuua zile hasara za kimya kimya na kuweza kuishi faida za kimkakati. Kwa hiyo kama mfanyabiashara mwenye akili timamu, mwenye uelewa, mwenye kujua anataka auze kitu gani kwa nani, ni muhimu ukajiuliza hayo maswali matatu, kwa sababu biashara haitaki watu ambao hawajifunzi. Biashara haitaki watu ambao hawajiulizi. Biashara haina huruma. Ili uweze kufanikiwa katika biashara, hakikisha unajiuliza hayo maswali matatu, na ukishakuja na majibu itakusaidia kuweza kuikuza biashara yako siku hadi siku. Tambua hili, biashara inahitaji maarifa. Fanya biashara kwa akili, usikate tamaa, endelea kujifunza kila siku. Jifunze kama mjasiriamali kulingana na kile kitu unachokiuza. Leo nimeona nikuletee maswali matatu ambayo unatakiwa kujiuliza kama mfanyabiashara. Endelea kufuatilia mafunzo haya ili uwe mfanyabiashara ambaye anajifunza kila siku, uwe mfanyabiashara ambaye ni makini, uwe mfanyabiashara ambaye anapenda kufuatilia maarifa. Usichoke kujifunza, kwa sababu siku zote maisha ni kujifunza. Asante na endelea kunifuatilia.